Ndugu zangu, leo nataka tuingie katika kitabu cha Ayubu. Mtu aliyekuwa mcha Mungu, mwenye haki na utajiri mwingi, lakini jaribu lilikuja kama dhoruba. Sikiliza fundisho hili. Huko nchi ya Usi aliishi Ayubu. Alikuwa na mali, mifugo na watoto. Alimcha Mungu, akajitenga na uovu. Lakini siku moja adui akapata ruhusa, mali zikapotea, watoto wakachukuliwa. Ndani ya siku moja Ayubu akabaki peke yake. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe milele. Moyo unavuja damu, lakini magoti yako chini. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Mwili ukapigwa na majipu mabaya, marafiki wakasema umemkosea Mungu. Hata mke akasema mtukane Mungu ufe. Lakini Ayubu akasema kwa ujasiri, nitampokea Mungu kwa mema tu. Je, mabaya tusiweze kuyavumilia? Sikiliza rafiki yangu, Ayubu hakujua mazungumzo ya mbinguni. Yeye alijua tu kuwa Mungu wake anaishi. Hata kama nyama ya mwili itatoweka, katikati ya maumivu yako, usimwache Mungu. Vumilia, maana saa ya kurejeshewa inakuja. Mungu akajibu kutoka kwenye upepo, akamwonyesha Ayubu kuweke na mamlaka. Ayubu akatubu, akanyenyekea mavumbini, na hapo ndipo Mungu alipogeuza vifungo vyake, akarejeshewa mara mbili. Baraka zikazidi mwanzo, Ayubu akaona wajukuu, akazikwa akiwa mzee sana. Uvumilivu huleta tabia, na tabia huleta tumaini. Usikate tamaa kwenye jaribu lako leo. Mungu wa Ayubu bado yuko kwenye kiti cha enzi. Jina la Bwana lihimidiwe. Lihimidiwe. Amina.